Unatazama Ndizi TV. Na mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwenye Mpasho saa 7, ikiwa ni siku ya Jumatatu, siku ya 7 mwezi wa Aprili mwaka wa 2025. Nimejiandaa ili nikulete mambo jinsi yanatukia nchini Kenya, haswa kutoka kaunti zetu 47. Keti ili niweze kuarifu, na karibu. Langu jina Jacinta Nyabeta, mwelekezi wa lugha ya ishara ni Lydia Mose, na mwelekezi wangu kwenye studio ya pili ni Abigail Nyanchama. Na tukianza kutoka kaunti ya Kisii, kwamba nyumba moja aina ya ghorofa iliporomoka hapo jana na kuwaumiza watu 8, na ikiwemo watu 4 kupoteza maisha yao katika ajali hiyo, huku wengine wakipata msaada wa haraka kutoka kwa mashirika mbalimbali ikiwemo shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na maafisa wa polisi. Na pia kwenye harakati hizo za uokoaji, viongozi tofauti walifika kwenye eneo hilo na kuwapa pole wale ambao walikuwa wameumia, na pia wakitoa wito la kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha janga hilo. Ripota wetu Nelfa Oro alituandalia taarifa ifuatayo. Nyumba moja imeporomoka katika eneo la Bonyando, eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii, ikiwashikanisha watu 8. Kwa sasa taarifa zinazotuarifu kuwa watu 4 wamefariki dunia, huku 4 wengine wakisaidiwa na mashirika ya uokoaji. Mashirika ya uokoaji kama Red Cross, Excavator pamoja na maafisa wa polisi walikuwa sehemu ya harakati za uokoaji, wakifanya kila wezekanalo kuhakikisha kwamba majeruhi wamepata huduma za dharura. Kwa nini ikaporomoka? Lakini hapa tukaambiwa kulikuwa watu karibu 7 na 8 hapa ndani wamekuwa trap. Sasa wakati mission hii inaelekea kupusha, kwa sababu we are about to call off the mission, sababu it has been accomplished in terms of rescue, tumetoa watu wakiwa hai 4 na kulikuwa 5 pia hapa nje, kwa hivyo wote ni 5. Lakini waliotolewa mle ndani walikuwa watu 4, na yule alikuwa hapa nje ambaye alikolapse, wote walikuwa 5. Wote walikuwa hai. Wote wamekuwa discharge, japokuwa mmoja amana anaendelea kushughulikiwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametupa bahati kubwa, kwa sababu wengine wamekuwa dispatch, wameenda, mmoja anaendelea kushughulikiwa. Tunashukuru sana. 4 tumearifiwa kwamba hali yao si mbaya, ni kama wamepoteza maisha yao, kwa sababu hapa ilikuwa vigumu, manake vyuma vilikuwa vimeanguka kiholela. Mwakilishi wadi wa Bomorenda John Ombati aliwasilisha wasiwasi wake kuhusu tukio hili, na aliomba uchunguzi ufanywe kwa kina ili kubaini chanzo cha nyumba kuanguka. Alisisitiza kuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba nyumba zinazojengwa katika maeneo hayo zinakuwa na uimara wa kutosha ili kuepuka majanga kama haya ambayo yanatayarisha maisha ya wananchi. Fanywe kulingana naye mwenye alikuwa anajenga hivi. Hata ukiangalia, hata mimi sio fundi, mimi sijawahi kujenga nyumba ya ghorofa kiwango hii, lakini nyumba, hata mtu yeyote akikuja, hata mama mzee ule ajui chochote, hata mzee mwenye hajawahi kukanyaga kwa nyumba ya ghorofa atasema hii nyumba, kwa kusema ukweli, haikufuata kulingana na masharti ya ghorofa. Nyumba imejengwa kiolela, imejengwa, tunataka wenye wanahusika
naibu wa gavana, chunguza kuanzia wale engineer walikuwa wanakuja wanasupervise hii nyumba, mahali walikuwa wanasaini. Najua kama walikuwa wanachua hii nyumba haijajengwa vizuri, hautapata saini yao, hakuna mahali wamesaini sometimes. Tena hata contractor mwenye alikuwa amechukua hii kazi inatakikana anyang'anywe resisi yake. Mwingine, mwakilishi wadi wa Bogiakum Ismail Matundura alieleza masikitiko yake kwa familia zilizopoteza wapendo wao, akihakikisha kuwa haki itatolewa na wahanga wote. Aliahidi kwamba serikali itahakikisha familia hizo zinapata msaada na kwamba hatua zitakazochukuliwa ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa kila mmoja aliyeathirika na tukio hili la kusikitisha. Ile hasara imetokelezea hapo. Hiyo nyumba haijaanguka peke yake. Imeangukia mpaka nyumba ilikuwa neighbor. Ukiangalia hapo kando kuna hiyo nyumba iko kando hapo, watu walikuwa ndani, ni baadhi ya wale waliumia ambao walikuwa shughuli zao hapa ni center, walikuwa biashara zao wakaangukiwa. Kwa hivyo pia hiyo hasara yote tunataka haki itendeke kwa wale ambao wamefariki na hao pia wameumia. Kwa sasa ninataka kusema kwamba kama county government, deputy governor hapo hapa, mimi pia ni MCA wa hii area, tutahakikisha ya kwamba wale watu yote wameathirika na hii mkasa wamepata haki yao. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV, langu jina Oro Nalfa. Naam, tukisonga mbele ni kwamba jopo la uteuzi la kuwatafuta makamishna 6 kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC linaendelea kufanya usaili wao siku ya leo jijini Nairobi. Na leo hii jopo hilo linatarajia kuhoji wateule 6 katika usahili huo, ambapo asubuhi ya leo walianza na George Onyango asubuhi hii ya leo, na shughuli hiyo inatarajiwa kuendelea kwa muda mpaka tarehe 12 Mei mwaka huu. Is currently the way to go, and in the year 2013 was the first time that the technology was employed, and it gave a big stride to issues of voter registration and even tallying and delivery of election. In fact, that was part of the Curricular Commission recommendation that there is need to really employ technology. So we still need, the issue now is how was it procured? Did we really have a test run on this technology? Because we need to ensure that this technology really works. Because for me, when as a commissioner now, I will ensure that we even have a test run of a real election. Because before you do an exam, you need to do a mock exam. Have we been able to test this technology in all extreme conditions? Do we, are they waterproof? In a place where it's like a ritual, it's raining a lot, what if it rains on these machines? So we need to really test and have experts really testing it. We have experts in the Ministry of ICT. Have they really tested it? Is it credible enough? But I believe technology is the way to go. We need to employ it progressively and to the international standards. But I believe we can't do anything without technology. Thank you, Mr. Mutei. What I hear you saying is what needs to be done to improve the technology. Yes. I have not heard you say how IBC succeeded, or what are the challenges, or what are the issues that IBC faced in the deployment of technology. I hear you on what needs to be done to improve it. So let's go back, a step back, and explain to us where were the failures, what were the successes that IBC achieved in deployment of technology. One of the successes is that you cannot have a duplication of registered voters because you take the biometrics. So it only deals with the fingerprints, so that is where you cannot duplicate. And also it becomes faster for conveying the results. That is also another plus. And technology also, you can keep a lot of information in data form. Those are part of the successes of technology.
Na tukisonga mbele ni kwamba waziri wa fedha John Mbadi alizungumza akiwaomba wabunge waendelee ama waweze kupitisha mswada wa fedha wa mwaka 2025-2026 wakati ambapo ataupeleka mbele ya bunge la kitaifa. Mbadi pia alisisitiza akisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kuwa inatia bidii zaidi ili kufufua uchumi wa nchi, na jinsi tunavyoarifiwa na Lennox Odede. Waziri wa fedha nchini John Mbadi ametoa wito kwa wabunge nchini kupitisha mswada wa bajeti wa mwaka 2025-26 pindi tu mswada huo utafikishwa mbele yao. So this is going to be my first budget. Hii budget nina implement ilitengenezwa na Professor Njuguna Ndung'u. Yangu inakuja mwezi huu. End of this month I'm giving these people, hawa wabunge, I'll forward to you my budget. Please don't massacre it. Please make sure mmechunga hiyo budget vizuri. I will be fair to the whole country. Inclusivity is paramount, it's embedded in our constitution. Fairness is one of the principles under Article 10 of our constitution. I will ensure fairness. Ametoa hakikisho kwa Wakenya kuwa serikali inafanya kazi usiku na mchana ili kufufua uchumi ambao umedorora. I know there have been talks that our economy is not doing very well. It is true that our economy is not doing very well. And it is largely because we at one point took short-term loans to develop long-term projects. So the loans were short-term, some 3 years, 5 years, 7 years, maximum 10. And which now we have to pay with interest. But the projects that we developed, some of them, the returns will come after 30 years. That is the struggle. However, there is no reason to despair. The job is difficult, but that is why people are sought to do difficult jobs. It is difficult, but achievable. With your cooperation and patience, I am very certain that our economy is going to improve in the shortest time possible. I am also telling you today that we are equal to the task, and watch this space. In the shortest time possible, you will find that we have managed to navigate the corner, to turn the corner and get back to the path of prosperity. Aidha, Mbadi ametoa wito kwa viongozi wa kaunti ya Migori kuweka kando tofauti zao za kisiasa ili kufungua nafasi za maendeleo kwa wananchi. And there is nothing wrong with looking for positions and ambitions and interests. Let us maintain peace. These people, when the time comes, they know how to make a decision. Let our people not kill each other for politics. It has no value, it adds no value. Even as we disagree between ourselves, let us have harmony so that development can come to our people. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amezungumzia kuhusu kisa ambacho kilitokea hapo jana kwenye kanisa la PCEA Kasarani kule jijini Nairobi. Kiongozi huyo amekashifu matukio hayo, ambapo akisema kuwa uchunguzi utaanza kufanywa kwa haraka ili waweze kujua kuwa ni nani aliyewatuma vijana hao kwenda kuleta vurugu katika kanisa hilo la Mwike pale Kasarani. Mimi sitaki niseme mambo mengi kwa sababu nitazungumza kesho jioni. Nitakuwa na interview kesho. Niko na maneno tomorrow. Angalia vile maneno iko vile Kenya naenda na nitasema kesho. So mine is to say Kenya is a country of the rule of law and constitutionalism. Na katiba yetu has granted several freedoms, ikiwemo freedom of worship, freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded.
very, very unfortunate. I didn't mind kutumiwa goons kila pahali kama hivyo ndivyo rais ameamua. If that is his modus operandi, it's okay. But sending goons ndani ya kanisa, rais, what happened to you? Ndani ya kanisa, surely hao watu ya kanisa ndio walikuombea. Sasa wewe umefika kiwango, ulinitumia goons Limuru kwa funeral, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. The other December ukatutumia goons huko Shamata, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. Last week ulikuwa umetuma watu huko Nyeri nje ya kanisa. Sasa umekuja mpaka umeingia ndani ya kanisa. Sawa, tulikuwa tunafikiria utapanga nje ya kanisa. But you have become bold. You don't care anymore that you are sending goons through the governor hapa ya Nairobi kuja kuangaisha kanisa la Kristo na kuangaisha sisi. It's okay, there is no problem. Wewe endelea kama unaona hivyo ni sawa, there is no problem. We are aware the Deputy Inspector General aliambia polisi wasikuje, but a few policemen in plain clothes walikuja wakasaidia pale, which is okay because there are some officers who are conscious that they have a constitutional obligation to protect life and property. Last week umetutumia polisi kutuangaisha Naivasha, which is okay. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe unatembea hapa kwetu mlimani, hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Bora walipe, si ndio? So we now let us be decent people. The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee mahali tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. But of course, when we are seated here, wondering why the president would go to that length of sending goons inside a church to attack leaders, to attack Christians. But we also remember that sometimes back, kanisa ya Kiambaa, watoto walikuwa huko, walichukuliwa wakarudishwa ndani wakachomeka. So we are not surprised because hii ni tabia ambayo inaonekana it is consistent. So wewe rais endelea, no problem. Lakini ujue hii kitendo ya leo, uhusiano yako na kanisa ya PCA is irreparably damaged ever. So wewe endelea tu vile unataka. Mpenzi mtazamaji, hayo ya kijiri ni kwamba viongozi wa kaunti ya Machakos sasa wamejitokeza na kumtetea aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambapo walisema kuwa walilani vikali visa ambavyo vilitokea ama kisa ambacho kilitokea hapo jana kwenye kanisa hilo la Kasarani, ambapo walizungumza kwenye kanisa moja katika kaunti ya Machakos, eneo la Kithaini ama Kithiani, ambapo viongozi hao walioongozwa na naibu wa gavana Francis Mwangangi walikashifu sana tendo hilo na pia kusema kuwa mojawapo ama hiyo ni njia mojawapo ya kutaka kumnyamazisha aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, na pia kuwaomba wa Kenya waendelee kuishi kwa amani. Let's have political tolerance. Hawa tunatusi viongozi huko, tafadhali tuachane na hii. Tumeona rais wetu ametembea Nairobi yote, wakora wanamfuata nyuma, wanapokonya watu, wanapora watu, wanachapa watu, wanaumiza watu. Na leo aliyekuwa naibu wa rais na ambaye hata sisi baadhi yetu tunajua ndiye naibu wa rais, Rigathi Gachagua, amekuwa kule Nairobi. Na tunaona yale yameendelea huko. Hired goons to disrupt peaceful gathering. Tafadhali tuache hiyo. That is how nations fail. That is how countries wanga zinaingia in civil war, mambo mengi inaendelea. Sisi tunataka amani.
Mimi naomba Wakenya tuendelee kuwa na amani. Na tukisonga mbele kwenye taarifa za spoti ni kwamba mashabiki wa timu ya Shabana wanaendelea kufurahia baada ya timu hiyo kupata ushindi kati ya timu ya Bandari FC hapo jana baada ya kupata mabao 3-1 kwenye timu hiyo ya Shabana. Tuliona kuwa mashabiki waliweza kujitokeza na pia kushangilia timu hiyo.
Na mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya yale ambayo tulikuwa tumekuandalia mchana wa leo. Lakini kidogo tunajua kwamba siku ya leo chaguzi ndogo za chama cha ODM bado zimeanza ama zilianza asubuhi ya leo, ambapo kufikia sasa tumeona kuwa kuna baadhi ya shule ambazo mahali ambapo kura hizi zinaendelea kufanywa kumetokea vurugu, na vurugu imetokea katika hizi chaguzi ndogo, haswa kwenye shule ya msingi ya Buche katika kaunti ya Homa Bay, sub county ya Ndiwa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tunaipata kufikia sasa, na kuwa watu wawili wamepata kujeruhiwa kwenye vurugu hiyo ambayo imetokea kwenye kura hizo ndogo ambazo zinaendelea za chama cha ODM. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunaendelea kuangalia hapa ndani ya Mpasho saa 7, lakini hayo yote pia utakuwa unayapata ifikapo saa 1 naye Jeff Nyakundi, na pia mwendo wa saa 3 ambapo pia utakuwa unaarifiwa kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo nilikuwa nimekuandalia mchana wa leo, na nakutakia mchana mwema. Langu jina Jacinta Nyabeta, mwelekezi kwa lugha ya ishara ni Lydia Mose, na mwelekezi wangu kutoka studio ya pili ni Abigail Nyanchama. Kwaheri.